Ya mpenzi mtazamaji wangu wa The Life Rise TV, ninapenda kukaribisha kwenye mfululizo wetu wa vipindi hivi ambavyo vinapatikana hapa kila siku ya Ijumaa. Tunaangalia mfululizo wa mambo 13 yanayoharibu maisha yako kutoka ndani. Kutoka ndani ya moyo wangu, ninapenda kukushukuru sana mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Hakika mmetushangaza. Ndani ya wiki mbili tumeweza kufanya mambo makubwa sana. Mmeweza kushare, mmeweza kutangaza, mmeweza kushirikishana, mmeweza kusubscribe. Mungu akubariki sana. Wewe ambao unanifuatilia, ninaomba uweze kusubscribe ili masomo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo leo tunaendelea na mfululizo wetu wa mambo 13 yanayoharibu maisha yako kutoka ndani. Kama ni msikilizaji wetu wa mara ya kwanza, msomo letu au masomo yetu yanatoka kwenye Injili ya Marko mtakatifu sura ya 7 mstari wa 21 hadi wa 23. Naomba nisome. Anasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uzinzi, uwaji, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi na upumbavu. Akasema maana haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Baada ya kuangalia episode yetu ya kwanza au part yetu ya kwanza ambayo ilikuwa inasema mawazo mabaya, alafu tukaangalia wiki iliyopita, kama hujafuatilia, somo la uasherati. Leo tunaangalia wivu. Leo tunaangalia somo la wivu kama adui wa ndani anayeteketeza maisha ya watu kidogo kidogo. Yesu anatuonyesha kwenye mistari ambayo tumesoma kwamba wivu hauanzi nje. Wivu unaanzia ndani ya mtu. Wivu hauanzi nje ya mtu, wivu unaanza ndani ya mtu. Amesema kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka wivu. Ndani ya mioyo ya watu hutoka wivu. Hivi unajua mtazamaji wangu, kuna watu wana maisha mazuri kabisa lakini hawana amani. Kuna watu wamefanikiwa kabisa lakini hawana furaha. Leo utajua kwa nini. Wamefanikiwa, wako vizuri lakini ndani hawana furaha. Utajua leo ni kwa nini. Sio kwa sababu hawana kitu, bali ni kwa sababu mwingine anacho. Kuna kusababisha siwe na hiyo furaha. Na kabla sijaenda mbali zaidi, labda tuweze kutafsiri nini maana ya wivu. Na nimeweza kutafsiri wivu kupitia maneno matatu. Tafsiri ya kwanza ya wivu inatuambia ni kuumia kwa mafanikio ya mtu mwingine. Huo ni wivu. Kutamani mwingine ashuke ili wewe uonekane juu. Huo ni wivu. Kushindwa kufurahia kile Mungu amewapa watu wengine. Huo ni wivu. Narudia. Wivu ni nini? Kuumia kwa mafanikio ya mtu mwingine. Amekuwa promoted, amepata mtoto, ameoa, ameolewa, wewe unaumia. Huo ni wivu. Nitaelezea vizuri baadaye. Kutamani mwingine ashuke ili wewe uonekane juu. Huo ni wivu. Kushindwa kucelebrate au kufurahia mafanikio ya mtu mwingine. Huo ni wivu. Kwa hiyo kutokana na hiyo tafsiri tatu, tunaweza tukasema kwa lugha rahisi kwamba wivu ni kushindwa kuridhika na kile ulicho nacho. Kushindwa kuridhika na kile ulicho nacho. Na inatushangaza sana, Yesu anatuambia kwamba wivu unatoka ndani, sio nje. Wivu unatoka ndani, sio nje. Watu wengi wanaweza wakasema kwamba nimekuwa labda na wivu kwa sababu yeye anahichi au anahichi. Au wanatetea mazingira, anakuambia mazingira ndio yaliyonisababisha au yaliyonifanya nianze kuhisi hivi. Mtu anaweza kuwa na vitu vyote lakini bado ana wivu, kwa sababu wivu unatoka ndani, sio nje. Na mwingine anaweza akawa hana vitu, hana kitu chochote, lakini akawa na amani ya ndani. Tofauti sio mazingira. Tofauti ni hali ya moyo wa mtu, kwa sababu wivu unatoka ndani ya mtu. Ndani ya mioyo ya watu kutoka wivu. Sasa msikilizaji wangu, nataka tuende taratibu kwa sababu ni moja ya somo la muhimu sana. Ambalo linaua watu, ambalo linaua makanisa, ambalo linasababisha magomvi, ambalo linasababisha ndugu wasipatane, ambalo linasababisha magomvi kwenye corporate, maofisini na kila mahali kwa sababu ya wivu. Kwa hiyo nisikilize kwa makini. Nitajaribu kwenda tofauti taratibu. Hata kama sitamaliza, tutaendelea na part 2 ya eneo la somo la wivu. Sasa leo nataka labda nielezee process zile, namna wivu unavyoanza ili uweze kujitambua. Namna wivu unavyoanza. Na kama ufahamu,
Wivu ndio dhambi ya kwanza iliyoleta mauaji kwenye Biblia. Tutaona wivu unatoka ndani. Inaweza ikawa wewe ufanye uzinzi, inaweza ikawa ufanye uasherati, inaweza ikawa sawa, unasema unasali kwenye dhehebu fulani zuri sana na nini, lakini nataka kukuambia wivu umeleta magomvi mengi sana. Kuna watu wafanya mambo dhambi za nje, lakini ndani wana wivu. Hawafurahii mafanikio ya kanisa la wenzao, hawafurahii mafanikio ya kampuni mwenzao, hawafurahii. Wako hapo ofisini lakini bado hawafurahii. Ni kitu cha ndani, kwa nje anaonekana ni mwema. Sasa nataka nikuambie process, mchakato wa namna ambavyo wivu unaanza ndani yako. Wivu hauanzi tu ile tendo, linaanza ndani. Unaanzaje? Kuona mafanikio ya watu au kuona mafanikio ya mtu. Hapo ndipo kila kitu kinapoanza, mtazamaji wangu. Kuona. Utaanza kwanza kwa kuona. Unaona. Unaona rafiki yako amenunua gari. Umeona. Unaona mwenzako kazini kapata promotion. Unaanza kwa kuona. Unamuona mtu kwenye Instagram anaonyesha mafanikio yake fulani. Umeona. Umeona kuna mtu ambapo amejoin fellowship, hana muda mrefu amechumbiwa. Unaanza kwanza kwa kuona. So mwanzo unakuwa huoni shida. Unaona tu. Unaona tu. Kwa hiyo inaanza hatua ya kwanza kuona. Hatua ya kwanza kuona. Sasa tunapata mfano mzuri sana kwenye Biblia. Kwa wale wanaosoma Biblia wanafahamu Mwanzo sura ya 4 inaongelewa habari ya Kaini na Habili. Hawa waliambiwa walete sadaka mbele za Bwana. Ukisoma mstari wa 5 unasema, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake, la Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa nini? Ameona mwenzake amefanikiwa, ameona mwenzake Mungu amejibu, ameona mwenzake Mungu anamfanikisha, akaghadhabika ndani. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Akamwambia jambo gumu sana la muhimu. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, inakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde. Kwa hiyo ukiendelea kule mbele utakuja kumwona jamaa akamuua ndugu yake kwa sababu ya wivu. Aliona mwenzake amefanikiwa, yeye hajafanikiwa, akakasirika, akakunjamana uso mpaka akamuua. Kwa mauaji ya kwanza yalianza kwa wivu. Na usisahau Yesu anatuambia wivu unaanza ndani. Wivu unaanza ndani. Nikupe mfano wa pili. Mwanzo sura ya 37 ni habari ya maarufu sana, tunaifahamu kuhusu Yusufu. Yusufu alikuwa ni kijana mdogo, lakini alikuwa na maono, alikuwa na ndoto. Na Biblia inasema kwenye mstari wa 3 wa Mwanzo sura ya 3, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Sikiliza mtazamaji wangu. Israeli ambao ni baba yao akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kazi ndefu. Mstari wa 4 anasema ndugu zake wakaona. Wakafanyaje? Wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote. Biblia inasema wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Nini kimetokea? Wameona. Wivu unaanza kwa kuona. Wameona ndugu yao, baba yao anampenda sana. Badala ya kutafuta kwa nini baba anampenda huyu kuliko sisi, wivu wao wajiulize hilo swali. Utaelewa leo. Haujiulizi hilo swali. Wivu unaanza kuleta kuna kitu nitakuonyesha wivu unachokifanya. Kwa hiyo wakaona vile. Na Biblia inatuambia kuna siku baba yao wakamtime porini siku ule nini, wakamuona toka mbali anakuja, kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana mandoto anakuja, haya twende tukamuue, na kumtupa katika birika mojawapo. Utajua msikilizaji wangu namna ambavyo tunauana siku hizi ni kwa sababu ya wivu. Niko kwenye utumishi huu miaka mingi sana. Nina mambo mengi sana ninayafahamu na ninayasikia. Namna ambavyo watu wanauana kwa sababu tu ya wivu. Sasa hivi unaweza usimue mtu kwa upanga, ukamuua kwa maneno, kwa sababu tu ya wivu. Na unaweza usijue, unaangalia tu kwamba anafanikiwa. Unamuona mwenzako ana shine, unamuona mwenzako Mungu anampromote, unamuona anakuwa. Badala ya kuuliza
unataka umue. Biblia inasema wakasema tumue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zao. Nini? Wivu. Process hiyo, mchakato wa wivu. Kwa hiyo unaanza kwanza kwa kuona. 2, kujilinganisha. Inaitwa comparison. Unaanza kujipima na yeye. Unaanza kujipima. Kwanza umemuona, alafu unaanza kujipima. Comparison ndio mlango wa wivu. Mbona yeye ameweza, mimi sijafanya? Unajua tulisoma wote kozi moja. Kwa nini yeye yuko mbali na mimi? Kwa nini yeye ana maisha mazuri kuliko mimi? Mbona kama hajasoma kama mimi? Mbona kama nikikompare akili zake na zangu, mbona mimi kama nina uwezo mkubwa kuliko yeye? So inaanza kuona, alafu inakuja sasa comparison, kujilinganisha. Hapa ndipo unaanza kuota, unaanza sasa kuona. Na kuna msemo mmoja wanasema nothing is small until is compared. Nothing is small until is compared. Nothing is big until is compared. Nothing is lacking until you compare. Manake hakuna kitu kidogo kama hujalinganisha na kitu kingine. Ningeweza kuongea mambo mengi sana kwenye hilo eneo. Ninaona hata ndoa zinapopata shida kwa sababu mtu alikuwa na mahusiano mengi, anaingia anaanza kufanya comparison. Sasa siongelee hilo leo. So nothing is small until is compared, nothing is big until is compared, nothing is lacking until is compared. Kwa mfano, una nyumba yako nzuri kabisa na unaifurahia. Ukiona ya mtu mwingine kubwa zaidi, ghafla yako inaanza kuonekana haifai. Ukweli ni kwamba nyumba yako haikubadilika. Mawazo yako ndiyo yamebadilika. You were content until you started comparing. Ulikuwa umeridhika mpaka ulipoanza kujilinganisha. Your life was enough until you measured it against someone else. Maisha yako yalikuwa umeridhika kabisa mpaka ulipoanza kujilinganisha na mtu mwingine. You know my brother, ndugu zangu, comparison does not change your reality. It changes your perception. Perception yako inabadilika siku utakapoanza kujilinganisha na watu wengine. Kwa hiyo tatizo sio kile ulicho nacho, ni namna unavyokilinganisha na watu wengine. Unapojilinganisha, unaanza kujiona pungufu, na hapo ndipo wivu unaota. Narudia. Pale unapoanza kujilinganisha na watu wengine, utaanza kujiona pungufu, na hapo wivu utaota ndani yako. Jambo la 3, process, mchakato wa kuelekea kwenye wivu. Kujihisi pungufu, inferiority. Umeanza kuona, ukafanya comparison, utaanza kujihisi pungufu. Nataka kuonyesha namna ambavyo wivu unaenda. Kwa hiyo unaanza kujishusha ndani yako mwenyewe. Mfano, ina maana mimi sifai. Labda mimi siwezi kufika hapo alipofika yeye. Hivi wengine wana bahati sana kuliko mimi. Kwa sababu umecompare, umejilinganisha. Confidence yako inaanza kushuka. Baada ya kushuka, nini kinafuata? Kuanza kuwaza vibaya. Kwa hiyo umeanza kuona, ulipoona ukafanya comparison. Baada ya kufanya comparison, ukajihisi pungufu, ukajiona inferior. Baada ya kujiona inferior, unaanza kuwaza vibaya. Negative thinking inaanza kuingia. Unaanza kubadilisha tafsiri ya mafanikio ya mtu mwingine. Huyo lazima ana connection. Huyu kama sio Freemason atakuwa anatumia, huyu ni Freemason. Huyu sio halali, anachokifanya sio halali. Hii fedha hii kuna mahali amepiga dili. Unajua anafanya mambo ya ajabu ya ajabu. Hapa wivu umeanza kuwa sumu. Huyu umeanza kuwa sumu. Ulianza mbali kwa kuona, ukaanza kujicompare. Ulipojikompare ukaanza kujiona inferior. Alafu negative thinking inaanza kuja. Unaanza kutafsiri, unaanza kubadilisha tafsiri ya mafanikio ya mtu mwingine. 5,
kuongea au kutenda vibaya. So ndani sasa inatoka nje. Ndani sasa inaanza kutoka nje. Ulianza ndani, sasa unaanza kutoa nje. Unaongea vibaya kuhusu mtu. Unaanza kumdharau au kumpunguza. Unashindwa kusherekea mafanikio yake. Unamchukia bila sababu. Si kama umenipata msikilizaji wangu? Unaona, unajilinganisha, unajishusha wewe, unawaza vibaya, unaharibu mahusiano ya mtu. Nimesikia mambo mengi sana. Hata wiki iliyopita, wiki chache zilizopita nilikuwa Dodoma. Nikasikia mtu mmoja ananisema, sasa nikajaribu kuuliza sababu ni nini. Nilipokuja kutafakari, sasa kwa sababu hili somo nishalifundisha siku zingine na nalielewa, nikajua tatizo tu ni wivu. Unaanza kumchukia mtu na kumtungia uongo, kitu ambacho mtu ambaye hana. Ndugu zangu, kama ufahamu msikilizaji wangu, hakuna mtu anayeanza na chuki moja kwa moja, hayupo. Hakuna mtu anaanza na chuki moja kwa moja. Ilianza hivi, amefanikiwa kuliko mimi. Na kwanza uliona tu amefanikiwa, baadaye ndio unaanza kujilinganisha. Na wakati mwingine ndugu zangu, namna Mungu anafanya mambo haieleweki sana. Kuna wakati anawachagua watu ambao sisi tunawaona hawafai. Kuna wakati anawatumia watu ambao hata ukijilinganisha wewe utajiona mbona una uwezo kuliko yeye. Na hapo ndipo wivu unapandwa. Mbona mimi sijafanikiwa kama yeye? Labda yeye anatumia kitu hiki, labda anatumia kitu hiki. Na unajua sio sawa. Mwisho wivu, chuki, unaingia kwenye mauaji. Sasa labda nielezee madhara ya wivu haraka. Juzi, sio siku nyingi sana, nilisoma habari ya dada mmoja hivi, ni mwigizaji, mchekeshaji. Aliposti kitu wakati naandaa somo, akaposti kitu, ni juzi tarehe ngapi sijui. Akaposti kitu, naomba nikisome. Alisema hivi: wivu unaua marafiki, unaharibu familia, unaua upendo na amani ya nafsi. Unamfanya mtu atamani neema ya mtu mwingine. Nimempenda udada. Unamfanya mtu, na sio Mkristo, namfahamu. Unamfanya mtu atamani neema ya mtu mwingine. Atamani neema ya mtu mwingine ipotee badala ya kuomba apate yake. Roho kama hiyo haina raha. Inaishi ikiumia kila siku. Mola atupe furaha ya mema ya wengine bila machungu na chuki. Sijui alikutana na nini, lakini aliongea kitu cha msingi sana. Amesummarize chote ambacho nataka kusema hapa. Nielezee madhara ya wivu kwa haraka. Alafu tutaendelea na part ya pili ya hili somo. Madhara ya wivu. Unaweza kusema ni deep impact za wivu. Moja, unakunyima amani. Kwa sababu hutaweza kufurahia maisha yako. Wewe utaanza kuishi unaangalia maisha ya mwenzako. Hata kama unampenda, hata kama umpendi, lakini utatembelea peji zake, utaangalia anachofanya, alafu unaendelea kuumia wewe, sio yeye. Yeye ataendelea. So utakunyima amani, unaharibu mahusiano. Siku zote wivu unazaa chuki. Tumeona kwa Kaini, tumeona kwa kaka zake Yusufu. Wivu unazaa chuki. Wivu unazaa fitina. Wivu unazaa migogoro. Yaani viongozi mnayenisikiliza hapa, kama ukifuatilia vizuri fitina ambayo iliyopo kwenye kampuni yako au kwenye ofisi au kwenye department uliopo, utakuta ilianza wivu. Ikadevelop kitu kinaitwa chuki. Chuki katengeneza fitina. Fitina ikaleta migogoro. Kalianza kawivu. Sasa kama kiongozi hujasoma mambo ya mahusiano au relationship, unaweza ukaishia kufukuza na department ikafa. Lazima kuna kawivu fulani. Kuna kawivu. Alafu kwa hiyo cha kwanza unakunyima amani wewe mwenyewe. Cha pili unaharibu mahusiano ya watu. Cha tatu unaharibu mwelekeo wako. Unaanza kuishi maisha ya wengine. Na hichi ndicho ambacho nakiona athari nyingine ya social media sasa hivi ni hiyo. Watu wanajikompare, wanajilinganisha. Mtu na mke wake wanaishi vizuri kabisa. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Akienda kuangalia kwenye social media au page ya mtu fulani, anajiona mbona yeye mume wangu anifanyii kama yeye anayemfanyia.
hata kama wao wanaigiza yeye ajui. So comparison ile inaharibu mwelekeo wako, unaanza kuishi maisha ya watu wengine. Jambo la 4, unafungua mlango wa dhambi nyingine. Yakobo 3:16 anasema hivi. Yakobo 3, mzee Yakobo anatuambia hivi, maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Kwa hiyo wivu unafungua milango wa dhambi nyingine zote. Kaini, Abel alimuua ndugu yake, kilianza wivu, ikafungua mauaji. Wadogo kaka zake Yusufu walianza kumwonea wivu, wakafikia kumuua. Wivu unafungua milango mingine. Tungeweza kutibu swala la wivu. Ninaona hata migogoro mingi inaendelea sasa hivi kusemana, watumishi wa Mungu wanasemana kwenye madhabahu kabisa, anamsema mtumishi mwingine, utakuta ni wivu. Anamwona mwenzake anafanya kitu ambacho ameshindwa. Labda ameomba, amefunga, ametafuta uso wa Mungu, lakini hakipati. Badala ya kuwa na hekima ya kwenda kuuliza nini siri ya mafanikio yako, anaanza kumsema mwenzake. So wivu unafungua milango wa dhambi nyingine zote. Jambo la 5, wivu unaharibu mazingira ya kazi. Corporate damage inaweza kusababisha damage ya corporate, kampuni, taasisi ikaharibika kabisa kwa sababu ya wivu. Toxic culture inaanzia hapa. Utamaduni wa uovu unaanzia kwenye mazingira ya wivu. Wivu ni silent destroyer of teams. Huwezi kuwa na team kwa watu wanaooneana wivu, itavunja tu teamwork haitapatikana. Unaua collaboration, unaua ule ushirikiano unakuwa, kwa sababu watu wanaooneana wivu wanakuwa na fitina, hawataweza kucooperate kwenye teamwork, kudeliver purpose au kusudi fulani la kampuni. Unaharibu trust kati ya wanandoa. Unaona wivu trust inatokea. Tukiona sasa magazeti mengi tunayosoma sasa hivi, mume ameua mke wake kwa sababu ya wivu, huyo kamuua kwa sababu ya wivu. Unazuia growth. Hautakuwa, kwa sababu badala ya kuuliza siri ni nini ndugu yangu ya mafanikio, wewe unamwonea wivu. Ina reduce, inazuia ukuaji. So where envy exists, excellence struggles to grow. Kama utakuwa na wivu, excellence, ubora hautaweza kuonekana kwako. So wivu haupunguzi mafanikio ya mwingine. Wivu unaunguza amani yako. Narudia tena, usije ukazania, na huwa nasema, na nitaongelea kwenye session nyingine, wivu hauwezi kupunguza mafanikio ya mwingine. Wivu utaunguza amani yako. Unapoteza muda ukianza kumwonea wivu mtu. Nimesemaga miaka mingi iliyopita, ukianza siku unaanza kumwonea wivu mtu, umepiga stop, utakao mkuta. Never utamkuta, kwa sababu wivu haupunguzi. Ndio maana unaweza kufika mahali ukaanza kujinyonga, kwa sababu yule unamwonea wivu, kamwe nakwambia, tafuta mtu unayemwonea wivu, kama utamkuta umesha stuck. Kwa sababu gani? Nitaelezea namna ya kufight wivu, utanielewa vizuri. So my brothers and sisters, ndugu zangu, kaka na dada zangu, kuna watu hawawezi kusherehekea wengine. Leo tunataniana sana na mke wangu, na juzi nilikuwa na lastborn mdogo wangu tulikuwa mahali, tulikuwa tunaongelea kuhusu jamaa yetu mmoja hivi. Tulienda kutembelea nyumba fulani, tukawa tunaongea, akasema tatizo fulani hawezi kusherehekea mafanikio yako. Hivi unajua kuna mtu hawezi kukuambia umependeza? Hawezi. Ataanza kukagua, atasema lakini hilo shati aliendani na kiatu. Hata kama haoni zuri, ni wivu. Hawezi kusherehekea mafanikio ya wengine. Wanatafsiri mafanikio ya wengine vibaya. Anaona amefanikiwa, anasema Freemason. Anaona amefanikiwa, anasema anajifanya. Mimi kuna kipindi watu wakaanza kusema, mbona kila tangazo ni wewe? Kani hamna wahubiri wengine? Sio mimi. Utaumia bure, utaumia bure. Usitafsiri mafanikio ya wengine. Unaanza kutafsiri, wanajilinganisha kila wakati. Mbona mimi siko? Mbona mimi nimesoma? Mbona mimi? Utapoteza, utaishia kuwa na stress. Chuki ya ndani. Maisha yasio na furaha, utakaa una furaha. Nasemaga siku, kuna watu hawezi kucheka. Na uangalie wivu. Ukimwona mtu hawezi kumwambia mwenzake amependeza. Ukiona mtu hawezi kufurahia nyumba, ameenda mahali jamani, mtu amejenga nyumba yake nzuri, hawezi hata kumwambia hongera sana, nyumba nimeipenda sana. Anaenda mahali mtu amenunua gari nzuri, hawezi kumwambia, utasikia gari za wizi hivi, rushwa,
Hizo zote ni rushwa. Tatizo sio watu, ni moyo uliojaa wivu. Moyo uliojaa wivu. Msikilizaji wangu, naomba niishie hapa. Tutaendelea session ijayo. Usiache kufuatilia jinsi ya kushinda wivu. How to overcome envy. How to overcome envy. Namna gani tunaweza kushinda wivu. Nitaendelea na episode ijayo au part B ya hili somo. Naomba udigest hichi kwanza. Share kwa marafiki zako. Watumie marafiki zako 2 3. Share pale kwenye kampuni unayofanyia kazi, ili watu waweze kuelewa kwamba wivu sio kitu cha kawaida. Usiposhinda wivu, hautakufurahia maisha. Jitahidi kufocus kwenye safari yako. Nitajaribu kuelezea vizuri wiki ijayo. Naomba tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili. Ninajua kutoka ndani ya moyo wangu sio somo rahisi. Ni somo gumu. Limevunja makanisa, limevunja mahusiano, limebomoa makampuni. Wivu umebomoa nchi. Wivu unaendelea kuwatafuna watu wengi kutoka ndani. Naomba usafishe moyo wa mtazamaji wangu. Ondoa kila roho ya wivu ndani yake, na ujaze moyo wa kushukuru. Wape neema ya kufurahia mafanikio ya watu wengine. Wape amani ya ndani katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki mtazamaji wangu. Endelea kucomment hapo chini. Nitaacha wivu. Nitafocus na maisha yangu. Naomba ushare na usubscribe. Kama utahitaji vitabu vyetu, Life Rise Academy imetoa vitabu mbalimbali. Uhuru wa kuchagua, nani aliyekuambia, inuka ule, binti kama nguzo. Viko vitabu vingi, unaweza ukavifuatilia vikakusaidia. Mungu akubariki sana. Tukutane sehemu ya pili ya somo hili. Asante sana.